will never prevail in that word. In the name of Jesus. Are you ready to receive the servant of God? Are you ready to receive the servant of God? Are you ready? Hiyo yes ni yangu, niliwaambia I'll be the governor in Nairobi County for 2037. Hiyo mtanipigia yes kama hiyo na makofi kama hiyo. Nataka ya mchungaji sasa. Are you ready to receive the servant of God? Yes, hiyo imekaribia, hiyo imekaribia. Are you ready now to receive the servant of God? Good one. Hallelujah. Hata malaika mbinguni wanashangilia. Hallelujah. Hallelujah. Now, as you remain standing, Alpha generation. Hata wewe unaweza enjoy kidogo, twende. Waonyeshe waone zile baraka unazonibariki Baba, zile baraka unazonibariki Baba. Hebu waonyeshe, waonyeshe wewe, hebu waonyeshe unazonibariki. Tangu nikujue Mungu wa mbinguni, wapi kelele wewe? Umeniweka moyoni, mimi ndio mkia, umesema mimi ni kichwa. Hebu waonyeshe, hebu waonyeshe ya kwamba upo Mungu wangu. Yale mema uliyoyasema kwenye kitabu kitakatifu, hebu waonyeshe. Imani yangu ni hii, siku ya leo napokea majibu yangu kutoka kwako. Wewe ni Mungu wa majibu yangu, usinipite leo. Niko hapa mimi na ndugu zangu, tunakungoja leo. Majibu yetu ni leo, tunaamini ni leo. Majibu yetu ni leo, tunaamini ni leo. God bless you, my young men, upcoming pastors, and the beautiful leaders and handsome leaders. Just give them a wonderful clap. Wapatie makofi mazuri. Mumeona mketi? Kwa bariki sana. Naomba msimame mbele za Bwana. Kuna jirani yako ameketi kweli karibu na wewe? Sema, Bwana Yesu, nipe nafasi, lile neno linaachiliwa likasae matunda kwangu na kwa wale ambao waaminiwa. Kwa jina la Yesu niomba na kuamini. Pati hiyo sadaka makofi mazuri. Amen. Now you can have a seat in Jesus' name. Naomba utulie tu. Naomba utulie in a style. Leo nataka mtu anisomee Biblia very fast. Na usipotee. Hakuna kupotea. Topic yetu ya leo haitaki mzaa, inataka seriousness. Kwa hivyo wale asha, nataka hao watoto kumalizana na wao, you sit down. You are very important to listen for this word. Mr. Nyabuto, help me this book. Leo nataka nitoe neema kutoka hapa nilipo. Our topic today the topic of today
the parent gates, tightly set up, because of you, shall be widely opened. I repeat, the parent gates tightly set up. Underline that word, set up. Tightly set up. Because of you, not me. Sasa nimesema because of you, na mimi lazima niwe hapo na mwingine lazima awe hapo. Kwa hivyo kuna malango yamefungwa yakafungika kwa sababu yangu, aidha nisibarikiwe ama nisibariki mwingine. Bwana Yesu asifiwe. The parent gates tightly set up because of you shall be widely opened. I'll explain this before we go to the Bible. The parent gates, unaelewa china parent? Utaza. Bwana Yesu asifiwe. Bado malango ya utaza yaliyofungwa yakafungwa mpaka yakafungika, ili wewe usifanye nini? Usiendelee ama usifaulu ama usiwe kile ambacho ulikuwa unakusudiwa kuwa. Remember, you were set apart to be what? To be a prophet for the nation. Lakini hata familia yako huwezi ukaitabiria, hata biashara yako huwezi ukatabiri, hata wewe mwenyewe huwezi ukajitabiria, because your doors of prophecy are tightly done what? Set up. Sijui kwa nini mnaninyonga na hii. Hatujakodisha vyombo zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tightly because of me. Jina la Bwana libarikiwe. Not your matter, not your sister. It is today, it is you now I'm speaking about. Ni wewe nafanya nini? Naongeresha. Unaanzisha kitu kinakataa. Unaanzisha mahusiano yanaisha. Unaanzisha kibiashara kinaenda kikienda kinaisha. You started in high tone, unaenda ukienda chi. We siwe mbaya. Kile kilifanyika ni malango ya hiyo kitu kufaulu yamefungwa, na yamefungwa yakafungika. Like for example, sile gari mnaona zinapita kwa barabara, isi magari zinaitwa transit. Hapo nyuma kuna kitu imewekwa kasil. Kwa hivyo ukitamba na hako kasil, hiyo mzigo inarudi mahali imetoka. Sijui kama mnanielewa. If you tamper with that seal, automatically the receiver will not receive that package. So there are some parent doors that zilifungika zikafungwa ili usiingie ndani ama usitoke nje. Majibu ni ngapi? Either you want to enter to your destiny, ama you want to do what? To get out of the place. Kuna kitu inaitwa limitations. You want to get out, but the place is locked tightly. You will never get out. You want to get a job, maybe a good job, you have your CV, you have everything. You cannot enter to that job because the doors are closed. I don't know where that's. Kuna mtu ananipata kweli? Kuna mtu ananipata? That's the topic I have today. That's why I want you to reason for this, so that I can help you today, you help another person tomorrow. Hello? Hapa tunaongelea vitu mbili. Naweza nikataka kuingia to my destiny, but the door which can lead me to my destiny, it is tightly set up, so that nisiingie to my destiny. Ama kuna mahali ambapo nimewekewa restriction, captivity. Thank you for that. I want to get out, but I not go out because the doors are tightly locked. Ama set up. Sasa ambia jirani, unasikia hiyo kitu?
today, they shall be opened. They shall be opened. Ambia jirani, they shall be. And the person who will make it to be opened is Jesus. Mwambie yule atakaye sababisha yafunguke ni Yesu. Patia Yesu haraka makofi mazuri. Now listen here. Nataka tusikize. Nataka unisomee Yoshua mlango wa 6 uanzia ya kwanza mpaka ya 16. Unaenda pole pole. Mara ngapi? Mara 3. Twende. Kuna wenye mtaangalia hapa, hii itaenda pole lakini nataka tutumie hii haraka because of time. Hata nataka siku moja uwe unakaa hii meza itakuwa yako ya kusoma. Joshua 6 mstari wa kwanza hadi wa 14. Nasoma kwa uwezo wa Mungu. Simama bwana, respect the word. You cannot, kwanza hata ingewezekana tungesimama sisi wote. We honor God. When the word of God is being read, tunasimama, we honor it because God is the word. Hallelujah. Amen. Anataka tu asome mara moja, mara mbili, mara 3 nikwambie keti. I explain what I want. Yes? Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Basi Yeriko ulikuwa umefanya nini? Umefungwa. Kwa sababu ya nani? Wana wa Israeli. We are the descendants of Israel. Amen. Hallelujah. Amen. Our doors of prosperity are closed tightly. Go on. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako, na falme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7, na makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Bali Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani, akawaambia, lichukueni sanduku la agano. Tena makuhani 7 na wachukue tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Naye akawaambia watu, piteni mbele, mkauzunguke mji, na hao watu wenye silaha na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Basi ikawa Joshua alipokwisha kusema na watu, wale makuhani 7 wenye kuzichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele za Bwana wakatangulia, wakapiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata. Wale watu wenye silaha walikwenda mbele yao makuhani walizopiga tarumbeta, na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku. Makuhani wakasipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Yoshua akawaamuru watu, akasema, msipige kelele, wala sauti zenu zisisikiwe, wala neno lolote lisitoke kinywani mwenu, hata siku ile nitakapowaamuru kupiga kelele, ndipo mtakapoipiga kelele. Basi akalipeleka sanduku la Bwana lizunguke mji huo, likauzunguka mara moja. Kisha wakaenda kambini, wakakaa kambini. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao makuhani wakalichukua sanduku la Bwana. Na wale makuhani 7 wakasichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Wakaendelea wakasipiga tarumbeta, nao watu wenye silaha wakatangulia, na hao waliokuwa nyuma wakalifuata sanduku la Bwana. Makuhani wakasipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. 14. Siku ya pili wakauzunguka mji mara moja, wakarejea kambini. Ndivyo walivyofanya siku 6. 15. Ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo waliouzunguka mji
huo mji mara 7. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Amen. You can have a seat in Jesus' mighty name. Now I want you to give me your ears. Peke yake nikanene na nasitaki ninene na mtu wa nje, nataka ninene na mtu wa ndani ambaye anataka kwenda mbali. Huyu wa nje anaweza ka give up, but nataka yule wa ndani. Nikwambie kila kitu kinawezekana kwa imani na kwa matendo. Bari yako. Now this is a story that the Israelites were being in captive. Walikuwa mateka na malango ya kutoka yalikuwa yamefungwa yakafungika, aidha ya kutoka ama kuingia kwa hiyo mji. Kuna jambo unataka kulifanya, umetamani likatendeke, my dear sister, si wewe hauna bidii, ni mlango tu chafunguka. Kuna makusudi Mungu alikuwa nayo. Before I formed you, yes, I ordained you to be a prophet to the nations. Jeremiah 29:11, what does he say? Not to harm you. I don't know whether I'm speaking to somebody. There is a certain desire our heavenly Father had with you, lakini hiyo desire iwezi ikafanyika kwa sababu mlango, na si kufungwa. Umefungwa, ukafungwa tight. Unajua kitu ikikuwa tight inamaanisha aje? It is unbreakable. And that's the door today Jesus is breaking. Hiyo ndio mlango Mungu anataka kuvunja leo kwa utukufu wake. That now in the morning, chapter number 1 inasema nini? Nataka tu tuende na nyinyi hakimu, munisamee tu. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli, wasiingie wala wasitoke. Ni kitu gani hiki umetafuta miaka mingi akiwezekana? Mlango, hiyo kitu ndio uchi. Hiyo kitu unataka kufanya. Si unataka kuwa maybe ununue shamba, uwe na magari zako. Sasa hiyo vision yako ndio hiyo mchi. Uko na lengo fulani, hilo ndilo unataka tufananishe na hiyo mchi. Unataka kufanya lakini halitaweza fanyika kwa sababu kulifikia kuna mlango, na ukitaka kutoka uende kulifikia kuna mlango. Nena nami Bwana, sema nami na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. I need God to speak to you today. I want God to speak to you today. And as He speaks to you, may He do a miracle. He's a miracle working God. He's a destiny changer. Nothing is impossible with God. Hello? That door must be opened. Whoever will believe and whoever will accept my spirit in the spirit of God, he shall never remain to be the same. I tell you for free, kwa jina la Yesu Kristo. Mji wa Yeriko ulikuwa umefungwa. Hakuna aliyetoka na hakuna aliyeingia. Mama twins, you want to be in a good life. Unataka kuishi maisha mazuri. Unaangalia mwingine unasema hata mimi natamani. Kuna mlango, una maono lakini hayatatimia kwa sababu kuna paria. Kuna paria. You want to help your family, you cannot help them. Kuna watu wako na potential
wako na uwezo wa kusaidia wazazi wao, wana uwezo wa kusaidia ndugu zao, lakini mlango wa kuwasaidia umefungwa, na umefungwa tight. You are being blamed, si wewe wana blame, ni mlango. And that's why I've come today to tell you, if you stand in the gap, that door must be broken, must be broken, and the access shall be found in Jesus' name. Don't cry, my sister cannot help me, my brother cannot help me. You are blaming your sister. Your sister does not have any problem. The problem is that door which has been shut tightly. Am I speaking to somebody? Today, you may help them, or they may help you, because the door must be broken. Must be broken. Somebody declare, the door must be broken. The door must be broken. Give God a wonderful clap in Jesus' name. Wewe hauna shida, unatamani kuwa na biashara kubwa au mji, unatamani na ujulikane, unatamani mabanki siwe na pesa, si kwamba una bidii, lakini ili biashara ipanuke imefungwa. Pia mlango ili kazi yako ikainuke imefungwa. Na mimi aliyefunga malango ili kanisa ili lisiende viwango, ili nyumba yangu isiende viwango, leo ninauvunja. Nitaingia, sema nitaingia kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuingia mahali ya Mungu, ingia kwa jina la Yesu Kristo. Number 2, what does he say? Bwana akamwambia Yoshua. Bwana akamwambia Yoshua. You are the Yoshua today. May the grace of Joshua come upon you. Amen. You must rescue somebody. Amen. Lazima utaokoa mtu leo. Amen. Lazima utaokoa mtu leo. Amen. Bwana akasema na Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako. The Amen. door that was not passable, yes, it is at your hand. Amen. It is at your hand. Amen. Nimeutia Yeriko mikononi mwako, na mfalme wake na mashujaa wake, na aliyeufunga, yes, pamoja na wale wanaoulinda. Amen. Yes. Nanyi mtauzunguka mji huu. Nanyi mtauzunguka mji huu. Watu wote wa vita. Watu wote wa vita. Mkiuzunguka mji mara moja. Mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Fanya hivyo siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta. 7 za pembe za kondoo waume. Hello. Hello. Yes, keep on. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume. Yes. Mbele ya hilo sanduku. Ah. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara moja. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara moja. Na makuhani watapiga tarumbeta zao. Nao makuhani watapiga tarumbeta. Yes. Kisha itakuwa watakaopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu. Yes. Nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu. Watu wote watapiga tarumbeta kwa sauti kuu. That is what God wants Joshua to do. Amen. That is, inaitwaje? Hiyo ni yale matakwa Mungu anataka ufanye ili ule mlango afunguke. Nena nami Bwana, sema nami na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Nimechoka kusikia watu, natamani sauti yako, nielekeze kwa njia zako Bwana, nena nami. I want to tell you this. People have prophesied to you. Watu wamekutabiria, watu wamekuambia chukua hii chumvi, wengine wakakuambia chukua hii stika, wengine wakasema ukipita kwenda nyuma utabarikiwa. But today I don't want to prophesy. What I want you to take is to make up your mind and get a word. Then the word will set you free for the glory of God. Siku hapa nitabiri mimi. I'm not after prophesying to you. Sitaki kutabiri, sikupi chumvi, sikupi kitambaa, lakini aliyenilenea atakunenea leo. Nimechoka kusikia, natamani sauti yako.
kwako. Bwana nena, nena nami. Sauti za binadamu zilikuondoa kwa njia ya Bwana. Sauti za binadamu zikakuambia ukaona unatembea kwa hiyo njia, Yes. lakini leo hii unahangaika. Yes. Wakasema leta ng'ombe, Yes. wakasema leta 1,000, Lord. wakasema leta 200, Yes. lakini today you Yes. are suffering. Amen. You did not find a solution, but the solution is today. Amen. Is today. Amen. Is today. Amen. Sauti za binadamu Amen. zilinena, nikaona ni kweli, lakini baadaye nikapata nimeanguka. Oh, God. Usiwahi tegemea hata mimi. Put your trust in God. Amen. I'm just a mortal man. Yes. I may die today. Yes. I may backslide today. Yes. But what I'm telling you, Yes. put your trust in God. Amen. I may perish today. Watu waliweka matumaini kwa binadamu. Mwingine akasema huyu ni kuhani wangu, akaweka imani na huyo kuhani, kesho akapatikana akifahamiwa na umalaya. Utamuita dadi kesho, ukampata kwamba amekufa, utaacha hiyo kanisa. Wengine leo hii nikiama hapa wataacha kanisa because wameweka imani kwangu. Wekeni imani kwa Mungu. Amen. Then sasa mimi ni heshimu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. What you need is to respect me and to honor God. I'm just a bridge to direct you to the destiny of God. Of God. I'm not God, and I don't qualify to be God. Look. Na anasema anayechinua nitamshusha. Wale wanasema si unaona nilimuombea hapa, hii tumbo ikapona, nipige makofi. Shindwe mapema, shindwe. Mapema. It is God who gave you the power. Akasema in the book of Matthew 10:1, I've given you the power and the authority to drive away demons. Kwa hivyo ako kanguvu kakitolewa, utabaki unasema toka, toka mpaka asubuhi. Na vitambaa mko nao mnajipanguzia na maji mnakunywa. Lakini no sign. But God spoke to Joshua. Akamwambia now, hiyo mchi huyo, hiyo kitu unaona kinakusumbua, hakuna binadamu anaweza akakiondoa, hakuna baba yako anaweza akakiondoa, lakini kupitia mimi hiyo mlango itafunguka. Mlango ni Yesu, mlango ni Yesu, atakayefungua ni Yehova. Jesus is the door rocker. Wish ningejua Kiingereza. Ningejua Kiingereza nyabutu, ningeweka vizuri. I don't want to take time. Tumefika namba 5. sasa. Hapo ni ile yale matakwa Yoshua alikuwa anataka watu wafanye nini? Wafanye. Ndio mlango ifanye nini? Funguke. Kuna kitu barutu unataka kufanya. Mara mingi nakuambia siku moja tamani uteremke hapo makutano na V8 yako. Kwani si tumechoka kufinyiriwa kama nyanya za Nakuru? Na kama una 1500 uwezi ukateremka. Imagine mimi, mke wangu na mtoto hivyo na msichana wangu wa nyumba. Sasa 1500 times 5, hiyo ni pesa ngapi? 75. Sio ni kuweka mafuta niende na gari yangu na nipande nayo. That one. Hallelujah. Aliyefunga malango ya hizo magari leo tunayafungua ili nasi tutembee kama wengine. Kwenda huko. Kwani mimi nilirogwa? Wewe angalia vile huko very smart. Eti umefinywa na watu wa miguu kwa gari. Umeng'ara tu nguo ya white vizuri na mtu anaingia yako na wewe. Na kwa sababu wewe ukaepa gari si yako, utaambiwa shuka. Leo nawainua kwenda kiwango kingine. Leo nawainua kwenda kiwango kingine. Ukimwamini Jehova hatawaweka kwa hizo viwango. Yes. What you need is to believe. Nimeona watu waliuza njugu leo hii ni matajiri. Nimeona watu walianza kusave 200 leo ni mataikuni ya pesa. What about you? Nani alikuroga wewe? Toka kwa hiyo box uko nayo. Walk like somebody who has money. Because the moment you take that spirit, the spirit will trigger na utaanza kutembea kama mtu akona pesa. Hiyo neema nimewaachilia kwa jina la Yesu Kristo. Akamwambia amuka sasa. Finish my dear sister. Number 6. Bali Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia. Akawaita makuhani.
lichukueni sanduku la agano. lichukueni sanduku la agano. Tena makuhani 7 na wachukue tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Kuna makuhani wa kupepa sanduku la agano, kuna wale wanapiga tarumbeta. Yes. Naye akawaambia watu, piteni mbele, mkauzunguke mji. Na watu wenye silaha na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Na kuna watu watakuwa na silaha. Haleluya. Yes. Leo tutapokea mapunduki za Yesu. Amen. Halo. Halo. Sasa ukizunguka mahali walisema hautafunga, ukipata watu unaua. Amen. Unaingia. Amen. Kwa sababu watakuwa na kifunguo hapo. Ukiwaua uko na kifunguo. Hata sikiwa 10 test nani anakusumbua? Si utumie kifunguo kufungua. Hallelujah. Amen. Because you have killed the person who is blocking you from entering to where Amen. You want to enter. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Basi ikawa Joshua alipokwisha kusema na watu, yes, wale makuhani 7 wenye kuchukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele za Bwana, wakatangulia wakasipiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata. Wale watu wenye silaha walikuwa na mbele ya hao makuhani walizopiga tarumbeta. Yes. Na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku. Makuhani wakasipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Kwa nini hao watu wanapiga tarumbeta? Kumbuka they are blowing amani. Hiyo sitaki kujua. Yaani wanapiga hiyo, mnasikia? Kwa nini wanapiga hiyo? Wanataka ile mlango ufunguke. Wauteke ule mchi. Because hiyo mchi si rahisi kuingia. Wacha nikwambie. Kupata utajiri si rahisi my dear. Si kuamuka 1+1. Kuna watu walikuwa mrorongo kutoka 2015 na hawana kichaka. Na hii kichaka ilikuwa inauzwa 5,000. 5,000. Unachia hii ni town. Sasa hii unachia itajeka kuwa mbaya. Leo hii wako hivi tu mrorongo. Wao ndio wanasindikiza wengine. Mtu akikwambia alikuwa mrorongo 208 mpaka saa hii na hana kichaka, raaniwe. Kwa nani alikuroga? Si wewe mbaya, ni mlango. Hallelujah. And today I'm here with the God of Joshua. Lazima hiyo mlango ifunguke kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Si kwamba wewe ulirogwa, una maono ya kununua kichaka, lakini mlango wa kununua, oh my God. Mlango wa kununua gari. Unaonanga gari unasema, kuna mtu saa hiyo ukimuuliza anachua mpaka the current car yenye imetoka kwa fashion. The current muulize kama ako na tairi, hata tairi ya KWZ. Yaani ukiuliza mtu sasa atakwambia the new model ama modern. Ni case what? My God. Na ukimuuliza the first ni gani ilitoka baada ya hiyo, ni gani ilitoka baada ya hiyo, atakueleza. Lakini my God, mguu mpaka kiatu, kuna wakati unakanyagia kiatu iko hivi. Kiatu mbele ni mzuri, lakini hapa nyuma kinakwambia na harusi ile. Yaani nimechoka. Si uniachie hapo. Halo, leo nawaondoa kwa hizo viatu. Tutapewa viatu mpya. Hallelujah. Mtakapoamini mtapokea. What you need is to receive. To receive the word. Bali yako dada. Huyu ni more fire. Umezoea mahali unaambiwa leta sadaka. Hatutoi. Peta nikuhubirie, hata ukitoa hiyo sadaka unaona kwa nini umeitoa. Kweli ama uongo? Kweli. Hai, kuna mwingine anasema pastor si yakuzana sunanga niende. Toka na hiyo 50 yako inakusumbua. Nataka kusaidia mtu. Wewe unaona time imeisha, mlango hatuchafunga. Lakini after today, I tell you, nilichagua watu ambao tutakuwa tunaombea neema 7 days. Kutoka kesho mpaka Jumamosi tutaomba. I have around 7 people. Kila mtu nahitaji hilo. Parent doors which were tightly set up for you shall be opened widely. Itafunguliwa yote. Alimaliza. Haleluya. Sasa anza kuona. Wewe acha kuona fulani akaniacha, mwingine akaniacha, na hata huyu niko naye hataniacha. Wacha kuwa na uoga. Wakiwa kuacha 11 nini? Wacha wapite. Ama na hiyo tu, wacha hiyo ikae hivi. Mtu akikuacha achana naye, hakuwa wako. Because wako atakaa. Si nimekaa na mke wangu ameniacha. Because ni wako wangu. Na wewe wako wako iko. Na ukinipenda, tumekaa na mama twins kutoka 2019, wako wangu. Lakini wewe umekuja tu kutembea siku 2, toka, mlango iko wazi. Kuna mtu anakufunga.
Washirika mpendi kutoa. Ukisikia tunatoa, kuna mwingine ni vinga nimehama na nako hapa Mlolongo. Tulipokutana naye nilimuuliza, kwani ulisema ulihama Mlolongo? Na ajabu mzee aliniita mara ya pili. Utaitwa mpaka mara 6. Listen, the parent doors that were tightly crossed. Now when God spoke to Joshua, akamwambia tafuta kuhani 7 ambao watapiga tarumbeta, na wengine watapepa silaha, na wengine watawasindikiza, then wengine watapepa sanduku la agano, wengine kutoka nyuma watakuwa wanatembea tu wakiusunguka huu mji. Lakini mara ya 7 Yoshua akasema, mara ya 7 nitawaambia mtapiga tarumbeta, na hiyo mji ama ukuta wa Babeli, huo mlango uliowazuia kuingia Yerusalemu, huyo mlango uliokuzuia kupokea kile unataka, na utabomoka na ushindi utapatikana. That's what we are today. That's what we are doing here. Hiyo ndio tunafanya hapa. Naona watu wakiolewa, usiwe na wasiwasi. Aliyekuacha dustbin, leo kuna mwingine anakuja. Halo, aliyekufuta kazi kupigiwa na utaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Am I speaking to somebody? Kile kilikataa kwako kitaanza kuonekana leo. What you need to have faith. Akawaambia mara ya 7 mpige tarumbeta, na hiyo ukuta itafanya nini? Uko tayari? Unajua tukianza kuzunguka, msianze kuniambia sijui nimechelewa. Nitawaambia what we are doing here. Now I tell you before the living God. Before leo ni tarehe 30. Leo ni tarehe 30 mwezi wa 3. Mwezi wa 4 30. I tell you people will have testimony here. Watu watakuwa na ushuhuda hapa kwa yale mema Yesu atakuwa amewatendea. Watakuwa na ushuhuda nikiwa mmoja. Mungu hawezi akanipa hilo neno nikose kupokea hata 10% of it. I must have a testimony. 1 month from now. Kama kuna mlango ulifungwa wa kupata watu watakao ninulia shamba, atapatikana mmoja, na ataniambia kuanzia leo mchungaji, watu wasichange pesa, mimi mwenyewe nitalipa hiyo rent. Haleluya! Na anaweza katoka katikati yenu. Mungu ni mwaminifu. Mungu anafanya maajabu. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, moyo wangu uko wazi kwako. Bwana sema nikusikie, nifahamu kusudi wako. Bwana nena nami. Amen. And you can sing. Baya sana kama makofi mazuri. Amemimina moyo, ametapaka, lakini amemaliza. Tena mpe Yesu na kama makofi mazuri. Ameng'ang'ana bwana. Uone kama ameng'ang'ana we? Bwana anatafuta maneno haikuji, lakini mpaka amemaliza. Nena na mimi. Now that's the faith I want you to have. As you move from this place, jua Mungu wa Yoshua atacommand that door, na hiyo mlango itafunguka. What you need is to build the confidence on what I'm saying today. Confidence. Hiyo kazi unatafuta utaipata. Hiyo biashara unataka kufungua itafunguka. Hiyo ndoa unataka iwe mzuri itakuwa. What you need is to build confidence with God. Pia Yesu sadaka makofi mazuri. Now, what I want, sitaki kwenda mbali. Si kama umefika namba ngapi? 9. 9. Hebu continue. Then from there. Wale watu wenye silaha walikwenda mbele ya hao makuhani walizopiga tarumbeta. Wale watu wenye silaha, leo shetani atakufa. Lango langu. Lango langu.
leo litafunguka. Haleluya. Amen. Leo watakubali au wasikubali, nitawavuruga, nitawavuruga. Tawafuruga. Sema nitawavuruga Tawafuruga. kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wataachilia kile ambacho ni Wataachilia kile changu. ambacho Pia ni Yesu changu. anaka makofi mazuri. Amen. Watu wenye silaha wakatangulia. Mchawi wa Ukambani atakufa leo. Amen. Iwe ni mchawi wa Kisii atakufa leo. Amen. Iwe ni mchawi wa dunia atakufa leo. Amen. Aliyefunga maisha yako, Amen. tuko pamoja na wao. Amen. Wakabeba silaha. Nyasaye male radi bakora. Leo ndio wataona leo. Niko na wao. Yes, hata wewe utasoka kuwa ni mmoja. Nitakupasua leo. Acha uone. Kaa hapa na usitoke hapa. Wenye silaha wakatangulia. Kufuruga watu. Haleluya. Amen. Unajua tunafanya practical. Yes. Ndio neno ifanye nini? Ingie ndani. Hatutaki kusema I prophesy. You prophesy what? Naona unaendesha Range Rover, hata naona mnaenda Mafisa, naona mnaenda ng'ambo. Hata una mwenye anakuinvite kule. Unaenda Kenya highway unaanza kusema naenda Mrorongo, naenda wapi? Hata passport hauna. Na nimeona ukiendesha magari, hata driving license hujaenda, hata ujui gia inawekwa wapi. Kwenda huko mama pepo ya wachungaji. Nimechoka kusikia mambo I prophesy. Nimechoka kuambiwa kule nyumbani mti umekauka. What for? Kwani miti ikaukangi? Enda huko nyinyi. Unashika pesa sinaenda, hata mimi pasta sinaendanga. Si una mimi uniombee basi nini? Si ulisarabia ama ni? Hata kama ni uhusiano mnaanzaga na inaisha. Kwani ikiisha ni niseme ni kwanza mimi habari yako? Si unitajibu ujaribu kuniacha. Si ajaribu kuniacha ni wa mzungu. Mlango itafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Unapeana pressure hivi. Na nikienda mbinguni nitaenda mimi peke yangu. Afadhali nichue Mungu wa Yoshua ambaye alisema hiyo mlango nitaufunja. Salamia jirani mwambie utafunjika leo. Marisa mamu 11. Wale watu wenye silaha walikuwa na mbele yao makuhani wakisipiga tarumbeta. Na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku. Makuhani wakasipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Yoshua akaamuru watu akasema, msipige kelele, wala sauti zenu zisisikiwe, wala neno lolote lisitoke kinywani mwenu, hata siku ile nitakapowaamuru kupiga kelele. Nitakapopiga kelele. Lakini mnahesabu msipite mpaka 9. Tunaenda mara ngapi? Na mara ya 7 Yoshua atasema piga tarumbeta. Ukuta wa Babeli. Yes. Ukuta wa Frisa. Yes. Ukuta wa madeni. Yeah. Ukuta wa kuhangaika. Yes. Ukuta wa pressure. Yes. Ukuta wa zile sakataka. Yes. Utavunjika. Amen. Na utaanza kuishi uhuru. Haleluya. Amen. Utavunjika. Nataka watu 7 kuja hapa, kuhani wakubwa, wazee, mzee Anthony kuja, awe kuja, wewe kuja. Kuja hapa nyinyi wote. Nabuto kuja, wewe ndio kielele, wacha huyu kwanza pepe, wacha pepe rungu. Huyu ataweza kaniwezeza rungu. Weka rungu. Mark the priest. 1 2 3 4 5. I need 7. Okay. Kwani wanaume mko wapi? Ama unaogopa oka wewe ni mrefu kwanza wewe ndio utakamata hiyo mambo yenyewe. Hii kanisa inakuanga hivyo tu, kama umekuja leo soea. Lakini ukitoka hapa achana tu na kile changu, chukua kile nakwambia. I tell you will never lack the rest of your life. Hallelujah. How many are they? 1 2 3 4 5 6 7. My sweetheart, nilete hizo vitu ziko kwa kali pepa yangu. Songa hivi, songeza hii iende hivi. Songa hivi, funga hii njia. Mama, funganisha hiyo njia kabisa. Nataka njia ipatikane hapa. Pastor alikuwa mwenda wa kuvumilia tu. Nyinyi msiondoke, msiondoke. Na kwanza nione
kuna space iko mahali. Okay, leo acha nikupe promotion. Na wewe kucha nikupe promotion na wewe. Si viti siondoke kidogo. Nataka nchi yako. Kwanza si hapa watapita. Mama kucha. Hapa anaweza akapita ina shida. Kaa hapa basi. Thank you for yani ya kuelewa, ya kunitii yani. Nataka siku moja tukae na kanisa hata ukisema papi wa hakuna mtu unagusa. Hakuna mtu unafanya nini? Unagusi nisongee nipite. Tunasipomoa leo ukuta. Sitapomoka na twachenga mahali ambapo watoto hawatasema songeza meza, watakuwa hakuna kusongeza meza, eti nasema msongeze speaker nini, na aliye turani tukae kwa mateka. Tunaondoka leo, tunaondoka leo, wakubali wasikubali, tunaenda tukiendana. Watu 7. Thank you my dear sister. Wachawi wa Ukambani, umepata kivi? Nini yako? Iko hapa. Unajua kushika. Bibi yangu nipatie kivi yako. Tusianze. Nyabuto ndio anakuanga kierere. Tasi wao simpatia hiyo. Simpatia hiyo. Makuhani 7 ambao watapiga tarumbeta na ile ukuta wa Jeriko utavunjika. Kile ambacho kilikataa kitatio sauti na neema ya Bwana itainuliwa. Haleluya. Watapiga tarumbeta. Kidogo. Hizi vitu hamchawai ona. Uko na sauti kweli? Hebu piga mara moja. Kila mtu aweke kidogo. Weka kila mtu kwa mdomo. Na nikisema shangwe na 1 2 3. Ulitoka kanisa gani? Hii hapo na wasibu peke yao. Na utazoea tu. Haleluya. Wacha wapite. Wako wangekuwa wakwako wangesimama nawe. Bas. Simama. Nasoka piga kucha. Unasoka piga watu. Hawe kucha. So nasoka nisaidia hii. Uka. Na uko smart. Very smart. You look like a pastor. Nani tena? Uko na sauti. Nataka watu wanakuanga na hasira. Hawa ndio. I need 7 of this. Leta hizo vimbo. Nyabuto oka. Leta hii. Nyabuto kuja. Watu 7. Baruto na anapenda hiyo sana. 1 2 3 4 5 6 7. Kucha tu. Kucha we. Kucha hata wewe. Kwa nini? Leo wazee wenu mtawaunda. Wakileta nuksi vimbo na kupatia. Unasema I silence you in the name of Jesus. Kula ama ni kule hiyo chakula. Pia kila mtu moja moja. Wenye silaha wakafanya nini? Unachaka we are practicing the word. Hallelujah. Wakatangulia. Nyinyi ndio mnafurusisha. Kuna wale askari wanaitwa flying, wanaitwa aje? Fanya fucho uone. Flying squad. Wakifunguliwa tutatafuta mahali tunaingia. Kama ni kwa kaburi utaenda. Wakikuja kwako my brother, hawana msamana watoto, hata umbwa zinatoroka. Sasa leo umbwa zinafanya nini? Toroka. General JCU. Sitaki wakuje Mlolongo. Wakikuja mimi naama. Kwetu sichaua mtu. Bas, sasa hawa ni watu 7 wenye silaha 7. Mama Dorika nani? Mutinda niletea ile sandako la agano. Nilikwambia nilipita nikamwambia anitengenezee hiyo. Sasa yeye ndiye atapepa. Kuja hapa. Kucha tu pole pole. Nakwambia nilijipanga juzi. I want to practice something mpaka hata amutasahau kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Watajua Mlolongo itaokoka.
na hata kuletea kisirani utapita na wao leo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sasa hili ni sanduku la agano, the ark. Simama juu na wewe simama, au wacha wakae kisirani. Sitaki watu kama hao ntawali. Cheni ukucha, my wife, kucha na wewe usunguke, na wewe cheni uka msunguke hapa na agano la sanduku la agano hapa. Sasa ndio mtatupepea Mungu mwenyewe. Yesu ni muweza, Yesu ni muweza. I need 5. 1 2 3 4 5 mtatosha. Sasa hawa watashikilia hiyo agano la Mungu. Sawa? Nacho nafanya practice ya Biblia. Ama Yes. muone hiyo? Yes. Si mnaona hiyo? Yeah. Na watu wote wengine wakafanya nini? Wakafuata nyuma. Wakina nani walitangulia sanduku la agano? Watu wa vimbo, Watu wenye silaha wenye silaha walikuwa na mbele yao makuhani. songa hivi. Sasa mtapita hapa, mtapita hapa na mtaenda kule, tutauzunguka huu mji. Halo, kama wewe uko umejitakasa kwenda kwa madhabahu, mkutane na Yesu. Leo ndio leo. Kama una mpango wa kando, basi mtakutana naye leo, atakuacha leo. Unaingia kisima Safi. Sasa tunaenda hivi, nyinyi mtapita hapa, mnaingia hapo kwa ofisi, mnapanda hapa, tunaingililia hapa. Mara ngapi? Mara 7 tu, mara 6, na mara ya 7 kuhani atasema nini? Apige kelele. Tutapiga. Imagine we are ni hiyo mlango, kuna kitu unataka kitendeke. Amen. Na kupitia support ya majeshi hawa, hiyo mlango itafunguka. Haleluya. Amen. What you need ni kuwafuata nyuma. Kuna watu wanaitwa leta fujo uone, wako hapa wanakiria. Hata shosho wako leo atakufa. Amen. Kama ni anakuroga atakufa. Amen. Akufe. Kama ni baba yako anakuletea kisirani, ataenda chini we. Amen. Watapita na yeye. Tuko na masira hapa. Amen. Na nyinyi msilete kuchua. Mkipatana na baba yako vunja. Kuna watu wanarogwa hata na mashosho wake na kwao. Kweli ama uongo? Ukweli. Hata wengine wazazi hawataki uendelee. Kwani Kaini na Abeli alikuwa nani? Kaini na Abeli si ndugu moja? Yeah. Wakina Joseph na kina na ndugu zake walikuwa kina. Ruben ni ndugu. Hata alipoambia baba yake nimeota, hata baba yake alikataa Kemea. kukubali. Leo tutawakamata hata kama ni mababa zao. Yes. Kama ni kwetu, bali yako nitakuwekelea. Chukua vimbo yako. Lango langu. Oh, lango lango. Lango. Imefunguka. Hilo lango litafunguka leo. Amen. Leo mtu anaangalia anasema leo ni nini imekuachika. Amen. Leo wewe niache tu. Niache tu, unajua chenye nafanya. Na kutoka hapa, I tell you, Yes. hata wachawi wa kule nje Yes. hawana usemi. Amen. Hata nani hana usemi, kwa sababu kuna watu watapiga tarumbeta. Amen. Kuna watu wamebeba sanduko. Amen. Hii ni kazi yako. Hii ni ndoa yako, imepepwa, imelindwa. Yes. Kama walisema italindwa leo. Amen. Wewe kazi yako ni kwenda hulale, Nyabuta atalinda. Amen. Kwa sababu kuna vimbo. Amen. Na kuna mwana anapiga tarumbeta leo. Amen. Mbura ako pamoja nao. Amen. Na mchungaji ako nyuma. Amen. Nitasema sasa piga tarumbeta. Amen. Oh my God. Yes. Hallelujah. Amen. Na akisema hivyo, ile namba 16 inasema namna gani? Namba 16. 16. Hata mara ya 7 makuhani walipopiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Pigeni kelele kwa sababu hiyo kitu umekuwa ukitafuta, Yes. ushakipokea. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa ukiondoka hapa, Yes. jua kwa imani ushapokea hicho kitu. Amen. Baada ya hiyo siku 7. Yes. One touch. Songa hivi. Watu wa bunduki simama hapo mbele kwa hiyo geti. Watu waliokuwa na silaha wakafanya nini? Wakatangulia. Hapo Nyabuto simama hapo. Na leo ushindwe.
Ukishindwa hivi, haki nitachukua hiyo bunduki, wewe ukae pasta, ni wanyoroshe hapo mbele. Hata kama kuna mapepo hapo kwa madhabahu, nyorosha kabisa. Basi sasa kutoka hapo wenye silaha wakatangulia. Wale watu wenye silaha walikuwa mbele ya makuhani waliosipiga tarumbeta. Sasa basi walienda mbele yao waliopiga tarumbeta. Sasa kaa hapa, watarumbeta kaa hapo. Songa kwenda huko nyuma nyinyi. Kakisi ungekuwa na kanisa inafika Masai Shop. Amen. Tumeipokea leo kwa jina la Yesu. Sasa wale watu waliokuwa na tarumbeta wasira wakawa mbele, na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku. Sasa wale walikuwa nyuma. Sasa nyinyi habari yenu? Hapa ndio sijachua, sanduku ndio iko mbele. Soma, si usome Biblia, sitaki. Wale watu wenye silaha walikuwa mbele ya makuhani waliosipiga tarumbeta, na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku. Makuhani wakasipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Yoshua akawaamuru watu akasema, msipige kelele wala sauti zenu zisisikiwe wala neno lolote lisitoke kinywani mwenu hata siku ile nitakapowaamuru kupiga kelele, ndipo mtakapopiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Sanduku sasa limefungwa hapa. Nyinyi wote mtakuwa mnafuata sanduku. Hakuna mtu anapaki hapa. Ukipaki hapa wewe ndio tunafuncha miguu saa hii. Na ukienda wewe ndiye mchawi. Sisi tunapiga, yeyote atakuwa kinyume na sisi. Kwa hivyo kama hao watakuwa wanapita hivi, I wish tungepita hata kwa nini serikali tungezunguka hivyo, ni vile mmechoka sasa. Tungezunguka mrurongo mzima. Tunapita hapa, tunasuka huko nyuma, tunatembea hivi, tunakucha mpaka mara 7 na mbingu itasimama. Hamjachoka? Mnasema mkapita hapa mrudi hivi. Mko tayari? Kabisa. Tunazunguka. Nyabuto, we tutangulize hivyo. Tuanze na hapa, tupite hapa nyuma, tukuje hivyo, tuzunguke. Mara ya 7 tutaanza kupiga tukiingia kwa kanisa, kwa sababu ile ukuta wa Babeli ushaangushwa. Haleluya. Na waimbaji mtakuwa hapa, nyinyi wote mtakuwa mnasema, nena nami Bwana, sema na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Kwa sababu kule kutakuwa mbali, kwa sababu kule ni mbali. Tufanye tu tusunguke kwa unapita hapo nje, unaingia hapa, unaenda hivyo, lakini tunamaanisha tunaenda distance ya 100 kilomita, trillion kilomita, kwa sababu unataka kwenda ng'ambo. Unaanza ukitembea hivi unasema America, USA, Australia, King of Kings, I'm here now, I'm entering. Ile milango ilikataa nisiende ng'ambo, ninaifungua. Haleluya. Sasa kwa jina la Yesu tangulia basi sasa. Tutakucha saa ile tunaenda mara ya 7 ndio tutafunga. Saa ile mtakucha mara ya 7 tutaufunga, mfungue. Haleluya. Mugonge ufunguke. Tuende mbele. Nyinyi mtatembea tu pole pole. Hizo tarumbeta kwanza sipige ndio wa mama wachue tunaenda. Kuna waka moto. Sasa tulia, tuende tukitulia sasa. Simuamuke mfuata. Aya. Tutaenda laini mbili. Laini mbili bana, mko wengi sana. Laini mbili.
Laini mbili. Wewe mnastahili kunyamaza mpaka niwaambie ndio mpige. Laini mbili mbili. Mnaenda zinapigwa. Sasa huyu mama tunamkosea. Laini mbili. Weka laini mbili bana. Wewe tutasoma neno bana. Usi neno. Mko laini mbili. Laini mbili ndio wasirika ni wengi na kanisa yetu ni kidogo. Itapanuka kwa jina la Yesu. Sasa kitu mnafanya, mnakuja tu pole pole. Tunasoma Yoshua mlango wa 6 mstari wake mdogo wa kwanza mpaka 16. Habari yenu? Hebu soma hiyo tarumbeta. Msomaji please. Ako nje. Be serious. Tunataka tupamoe hiyo ukuta. Ukicheza sauri yako unaweza ukasunguka na upaki vile huko. Sauri yako tu. Be serious. Verse 4. Verse 4. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume. Yes. Mbele ya hilo sanduku. Yeah. Na siku ya 7 mtazunguka mji mara 7. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Yeah. Verse 5. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akaendelea mbele kukabili. Verse 6. Bali Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, lichukueni sanduku la agano. Tena makuhani 7 na wachukue tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Naye akawaambia watu, piteni mbele mkazunguke mji, na hao watu wenye silaha na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Mstari wa 8. Laini mbili mbili. Msikuche moja, mnakucha mbili. Basi ikawa Yoshua alipokwisha kusema na watu wale, makuhani 7 wenye kuzichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele za Bwana wakatangulia, wakazipiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata. Simuweke laini mbili mbili bana. Ni nani aliwagereza? Mkiwa laini mbili ndani, mkipita hivyo mnaenda tu mkiwa tu, si ndio? Tuende mbele, fuata wale wengine. Hii ni mara 6 tunaenda pili tutoke. Nena nami Bwana, sema nami na moyo wangu,
nisikie sauti yako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, sema nami moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Nimechoka na sauti za watu, natamani sauti yako, nielekeze kwa njia zako Bwana, nena nami. Nimechoshwa na sauti za watu, natamani sauti yako, nielekeze kwa njia zako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, sema nami na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, sema na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Pita, wamefika huko. Sasa angalia upaya wa kuwa na kanisa ndogo. Leo itafunguka, leo itapanuka. Yes. Leo itapanuka. Jesus. Yes. Unaweza kutenda, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya niombavyo. unaweza fanya, Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. mambo makubwa zaidi ya niombavyo. unaweza fanya, Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza fanya, Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya
ombavyo. Unaweza fanya, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. waweza, waweza, waweza Mwokozi, Yes. waweza mambo yote, wewe mwamini, imba waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, ewe mwamini. imba waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. sema waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, ewe mwamini. kwa maisha yangu, Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. kwa maisha yangu, Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. imba waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. sema waweza, Waweza, yes my father, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, ewe mwamini. kwa nyumba yangu, Waweza, yes my God, we worship you. waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship Yahweh, Yahweh, come and do what only you can. Mighty man, Mighty man of war, my God, my Redeemer, Lion of Judah, yeah. we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down, we worship you. Yahweh, Yahweh, hallelujah, come and do what only you can do. mighty man of war, Mighty man of war,
shoulder. We bow down and worship you, Yahweh. Somebody pray now. Ukuta imebakisha. Only one loud and we shall hear. For only you can do. Mighty man of war. Mighty man of war. Lion of Judah. Wachawi wataenda. We Aliyezuia hiyo mlango kufunguka. and Mungu wa Yoshua. Yahweh, Yahweh, Amen. Do what only you can do. I purify. Taking away my shame. Hallelujah. Taking away my shame. You made my life so beautiful. My purifier, taking away my shame, taking away my shame. You made me just like you. My purifier, say, my purifier, taking away my shame, taking away my shame. You made my life so beautiful. My purifier, taking away my shame, Shemu inaondoka. taking Shemu away inaondoka ya my umaskini. shame. Shemu ya kudharaulika. Shemu ya kuhangaika. Shemu ya kukataliwa. Just like you. Just like you. Just like you. Taking away my shame. You made me just like you. 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 Taking away my shame. You made me just like you. Hii ni mara ya 6. Wapendwa, mkifika nje, wale watarumbeta hapo kwa mlango, nataka nisikie sauti za Bwana. Vinuvi na virembezo vitainuka, sifa zitakuwa ndani ya hema, kwa sababu kuta inaenda kupomoka sasa, kwa sababu kuta inaenda kupomoka. Oh God, somebody prepare. Hiyo ukuta inayokuzuia kwenda viwango, hiyo ukuta inayokuzuia kwenda another grace. Kila mahali ambapo walikuzuia, kila mahali ambapo waliona uwezi ukapenya, wacha neema itashuka. Watu wenye vita, watu wenye bunduki, watu wenye neema wakatokea. Virobeta, piga tarumbeta, tarumbeta. Piga tarumbeta we Filipi. We. Na dhambi zangu zimeoshwa. Wapiga wewe. Nataka kutumikia Tarumbeta wewe. Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha. Wapiga wewe. Na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kutumikia Kuna ngoma ya Yesu. siku zote. Nimeokoka na furaha.
Mwokozi wangu siku zote. Kwa minyororo ya shetani, minyororo za katika nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Tarumbeta! Nimeokoka na furaha, dhambi zangu zimeoshwa, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimeoshwa, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, dhambi zangu zimeoshwa, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nitasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayodhiki, yanifanya niwe jasiri. Roho yaniburudisha, nikirukaruka hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka nikipa hosana amen. Ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayodhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka nikipa hosana amen. Waambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema zake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, hosana amen. Ninasiri naye, asiri naye Yesu, haleluya, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayodhiki, yanifanya niwe jasiri. Ndiyo yaniburudisha, nikirukaruka hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka hosana amen. Ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayodhiki. Wow.
Haleluya, atabaki Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu wa Ibrahimu, naite Mungu, haleluya, atabaki Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, atabaki Baba, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, Mungu wa Yoshua, atabaki sema naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, Ona zinapomoka, anamaliza uchawi, anamaliza uganga, anamaliza laana, anamaliza mateso, anavunja hizo maukuta, hizo nyororo, hiyo laana zao, madhabauza. Naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, atabaki Mungu, naite Mungu, naite Mungu, naite Mungu, wanafunguliwa, anavunja nyoka, anavunja maukuta, anavunja naite Mungu kwa biashara yako, kwa ndoa yako, Mungu wa Yoshua, Mungu wa Yoshua. Naitwe Baba, naitwe Baba, naitwe Baba, atabaki Baba, naitwe Baba, naite Baba, naite Baba, naite Baba, atabaki Baba, naitwe Yahweh, naitwe Yahweh, naitwe Yahweh, haleluya, atabaki Yahweh, naite Mungu,
Yoshua, atembee kwa biashara, atembee kwa ndoa yako, atembee kwa huduma. Hapo mwisho wa ukuta, kila malango ya kale iliyokataa kwa maisha yako, naifuta. Lift up your hands wherever you are. Inua mikono yako mbele za Bwana. God is doing a new beginning in the name of Jesus. Ibada ilikuwa ya huyu, ibada ni ya huyu sasa. Kwa na imani wapendwa, Yoshua akawaambia, mara ya 7 nitapiga kelele na mtapiga tarumbeta, utainua sauti zenu, kwa sababu makuta zimevunjika, kwa sababu marango imesonjika, kwa sababu laana imeisha, kwa sababu mateka imeenda, kwa sababu laana haiko tena. You are somebody in the presence of God. Thank you, Abba Father. Mungu awabariki sana. Kuna mambo umekusudia yatendeke, si kwamba ungeweza kuyatenda. Ni mlango ulikuwa umefungwa milele. Hata kuka wako alijaribu, baba yako akajaribu, na hata mandugu zako wameng'ang'ana, imeshindikana. Lakini leo neema ya Yoshua imekuja kwako. Kupitia wewe watainuka, kupitia wewe wataregeshewa, kupitia wewe watainuliwa, kupitia wewe kilicholiwa na nzige kitaregeshwa maradufu katika jina la Yesu Kristo. Kupitia wewe wakombolewe. Kwa hiyo hali sasa, andaa sadaka yako ya kushukuru Mungu, uje nayo hapa mbele uiweke, na tutasema by the grace, na kila mmoja ataondoka na hiyo neema. Andaa sadaka yako mbele za Bwana. Prepare your sacrifice now. Sadaka zote siwekwe kwa madhabahu. Wakazunguka mara 7. Niliambia Mungu nikuje na 700. Singeweza 7,000, lakini nimekuja na 700. Sijui wewe utakuja na 70 ama utakuja na ngapi. Kuwa na imani na kile utaleta kwa madhabahu. Andaa sadaka yako, na atakayeamini ibada ya leo atapaki vile alikuwa. I tell you, mtakuja na mtaweka hapa tu, mtarusha sadaka zenu hapa, sikae hapo. Let us try God. I know he must do something. Huku kuzunguka tumezunguka, it's not a joke. Hizi pesa zote nilienda kununua hizo vitu, it's not a joke. I know God must do something. Mahali hiyo kelele imefika, maadui na umbu zote zimeondoka sasa. Asitakutatiza. You are unstoppable, you are undefeatable, because we serve a mighty God. Come with your offering, put it there. I come with anointing and I sprinkle on it in the name of Jesus Christ. Pastor Mary yako hapo. Ucho niangalilie anointing oil hapo. Ama nyakuto, you can look for me. Iko kwa draw yangu hapo. Leteni sadaka. Kuwa na imani, wewe leta kile uko nacho, weka hapo. Na kama una sadaka chukua mawe hapo, weka hapo mbele. Don't choke. This is an opportunity imekuja once, hautaiona tena. Wale wa M-Pesa wawekee namba hapo. We want to record this service. Lazima irekodiwe. Hata Mungu mbinguni atairekodi. Wewe leta, weka pesa yako hapo.
We want to break this limitation ya kifedha. Nataka kukamata hiyo roho ambayo inakuzuia kutotoa, tunaiweka chini. Na wale wote mmetoa kwa simu, inua mikono yenu juu. Ukiinua, ukiweka pesa yako kwa simu, ukuje hapa uguse haya madhabahu, uende ukae. Na usiondoke kwa hiyo mlango. I want to raise my hand. Then you will never remain to be the same. Thank you. Lord, I thank you. Do it faster because of time. Wale mmetuma na simu, simama hapa mbele. Kama umetuma na simu, simama karibu na hii sadaka. Kwa imani tu, mtu asitoke kwa mlango. Because ukitoka sasa, hii kinataka kufanya hapa inaweza ikakosa kuja kwako. Kama umetuma na simu, simama hapa. Simama tu hapa mbele. Na wale ambao kama umetuma na simu, kaa hapo tu. Hii ni opportunity, pastor. Hata kama ni ile pesa umeweka mahali, I will give it. You give God a try. Amesema mara ya 7, mimi nilichua lazima nikuje na 700. Because mara moja nikaweka 100. Hivyo. Sasa wewe sijui ulikuwa umejipanga namna gani, lakini pia katikati ya ibada is upon you now. Weka sadaka hapo. Wale wa sehemu ya 10 mkuje hapa, simama hapa. Wale mshatoa sehemu ya 10 msimame hapa. Leo ni tofauti, si kama kawaida. Na naomba kuanzia leo Mungu alete neema hii miaka yote. Hata kwa wachungaji wako chini yangu, mpokee hiyo neema kwa jina la Yesu. Wale wa fungu la 10 simama hapa. Hata kama uko hapo, kama umetoa fungu la 10 simama tu hapo. Na wewe kama unatuma lent, ni hiyo sadaka ni 0719 47 46. Umetoa sadaka special, simama karibu na ile madhabahu. Just stand there. People who knows what is the service. Nimetoa sadaka yangu special, nitakaa wapi? Unaweza ukaamka hata sasa hivi useme I want to tap. You stand where he has stood. I know God will do something. Yule mwanamke alikuwa na peni 2 peke yake, alikuwa only 2. Na alipozitoa mara pale, Yesu akatoka huko akamwambia, you are the one who has given more. This is the time to tap the grace. It's not like that. Na uende urekodi siku ya leo, mwezi wa 3, tarehe 30, ni saa 8. Next year, I think people will come to ask, ulienda Illuminati ama ulienda wapi? They will come to ask you that. Amba Father, iwe imetakasika kwa damu ya Yesu. God bless you. Nitawaombea nyinyi ambao nimegusa, mtakaa na nitapita hapo, nitagusa wengine. Anointing is like that. When God has come, let us do it. We shall forget this day in the name of Jesus Christ. Baba uliye juu mbinguni, nakabidhi sadaka zote zimetolewa mikononi mwako, za kimwili, za kiroho na za kifedha, na hata zile la love offering na zile za speciali Baba,
ninasikabiri mikononi mwako. Naomba watu hawa ambao umeleta siku ya leo, kuanzia leo hata milele, wasiwahi chuta kwa nini wamesunguka mara 7. Wasiwahi chuta kwa nini wameshungushwa baba yangu, bali miaka yao yote kila mlango utakuwa umekataliwa. Wanapofika karibu inafunguka, wanapofika karibu inafunguka, wanapofika karibu inafunguka, wanapofika karibu inafunguka, wanaponyoosha mkono inafunguka. That's now the power I've released your life. Receive it in Jesus name. My prayer, huyu ambaye nimekupatia awe msaada kwako. Mungu wa Yoshua awe msaada kwako. Mungu ambaye alisema fanya hivi akiwa mbinguni asikusahau, na afungue mlango ambao hautawaisahau the Sabbath of today in the name of Jesus Christ. Patia Yesu na kama makofi mazuri. May God bless you. May God increase you. Usinisahau nami sitakusahau, na tusimsahau Kristo. And may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Pe Yesu na kama makofi mazuri. Asante kwa ufunuo baba yangu. Baba yangu, asante kwa ufunuo. Thank you Lord. Thank you Abba Father. Ulisema nikuabudu. Ulisema nikuabudu. Ulisema nikuabudu. Ulisema nikuabudu.
Ulisema nikubariki, ulisema nikubariki, ulisema nikubariki, ulisema nikubariki. Nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuabudu. Napobariki nibariki, napobariki nibariki, napobariki nibariki, napobariki nibariki. Napokumbuka wakumbuke, napokumbuka wakumbuke, napokumbuka wakumbuke, napokumbuka wakumbuke. Napotamani kutumika, napotamani kutumika, napotamani kutumika, unapotamani kutumika. Napotumika watumie, napotumika watumie, napotumia watumie, unapotumia. Napofungua wafungue Baba, napofungua wafungue, napofungua wafungue, unapofungua wafungue. Napoongoza waongoze Yesu, napoongoza waongoze, napoongoza waongoze, unapoongoza waongoze. Omba Mungu awaongoze, awakumbuke. Anapokusudia kubariki watu mwezi unaokuja, asipaki kukukumbuka Bwana, asisahau kukubariki. Siku baada ya leo anapokusudia kubariki wengine mwezi wa Aprili, kifedha, kimwili, kiroho, hata kimaono, akukumbuke my daughter, akukumbuke my son, akukumbuke my beloved worker, in the name of Jesus Christ. Nina imani kuna watu wamepanga kubariki mwaka ujao. Kuna watu amekusudia kubariki kuanzia kesho na hata milele. Naomba kuanzia sasa hivi, kile ambacho hakingewezekana kikawezekane kwako, kikawezekane. Najua safari ni ngumu, hapo mbele kuna magumu my dear, hapo mbele kuna maponde, lakini na imani Mungu wa Yoshua atakutendea mema, hatapanua mipaka mahali hakuna mipaka. Na Mungu awabariki mnapotoka, Mungu awabariki mnapoingia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Mtu asema amina. Amina. Mtu asema amina. Amina. Thank you Lord. Amen. Mungu awakumbuke. Tumemaliza ibada yetu. Ibada yetu. Kuna jambo Mungu anatenda kwa maisha yako. Wengi mmedharaulika, wengi mmetafuta kazi imekosa, wengine ndoa zetu hasina amani, wengine ni wale wengine kuitana kwa machama ama kupitanisha kwenda kukula misahara wote hawezi akakuita. Lakini unapotoka mahali hapo, naomba tu makusudi ya Bwana. Nilikuomba usipitie mabaya ila upitie mazuri, ikatendeke kwa maisha. That's my prayer kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo machache mulisikia tuko na crusade ambayo imeahirishwa kwa sababu ya mambo ambayo yasiyoepukana. My beautiful wife alimpoteza baba mzazi, lakini hiyo mimi hainistui. Biblia inasema lilia, Yesu alisema msinilie mimi, lilie nyinyi wenyewe. Sasa hatutafurahia na yule amekufa. Yule ambaye amekufa amepigana vita na amemaliza. Sasa ni wewe tu, siku yako ikifika kama ya huyo mzee, wewe utakuwa wapi? Utakuwa mgeni wa nani? Lazaro
kufa na yule tajiri wakafika kule mbinguni. Tajiri akasema, kama mimi niko kwa nyumba mbaya hivi na kule duniani mimi ndio nilikuwa tajiri, huyu Lazaro ako wapi? Mtu anaweza kuona Florence hivyo, umtaniaye siye ndiye. Mtu anaweza kuona hivyo aseme huyu mama achui mahali anaenda, lakini siku moja uulize nyumba ya Pastor Godfrey iko wapi hapo. Unaweza ukaletwa mpaka ushindwe. I think kwangu kule mbinguni kutakuwa na mageti. Hautapita hivyo, kutakuwa na some gates ndio unifikie. I swear before the living God. Sitafanya hii kazi hivi na mimi niende kukaa kuni ya kuchoma wengine. Haiwezekani hiyo. So mnapotoka mahali hapa mtuombe. Anashukuru kwa mama ako hapa. Sijui kama anaweza akakuwa na sauti ya kuwasalamia. Unaweza ukaongea mama? Kuja tusalamie wageni, watoto wako. Tunaenda nyumbani ambao ni tarehe 10 ya mwezi ambao tunakusa. Na ningetamani sana mchie kwangu. Wanga nawaambia chenga nyumba kwa hivi. Kwa nataka ya ufike huko. Ndio nikikucha ndio unasema ukweli, Pastor kila anasema ndicho ako nayo. Mimi silali nje. Na kama amenipatia hizo ndogo hata zile zingine atanipatia kwa imani yake. So ninatamani sana hata mtu ufike Kisii. Kuna watu hawajawahi fika Kisii. Hata kama tunaenda mazishi, tutafika hapo tukimaliza tuende kwetu tukule. Sisi tunaenda kukula. Ndio mkule mandizi ya Kisii na. Tiga gosori ngai.